What's up YouTube? Welcome back to Coach Joram. Kuna kamsemo kwenye group letu tunasemaga kwamba demo akishakubali kukutana na wewe, sasa kazi ni kwako. Of course, na mwanamke kweli akishakubali kukutana na wewe, probability ya kwamba anakukubali na yuko tayari kuwa na wewe na yuko tayari kuona kama kweli utafaa kuwa boyfriend wake ni iko mikononi mwako. Sasa kazi imehamia kwako, ndio. Sasa ili kufanya date iwe nzuri, ili kufanya hiyo date hiyo siku mmekutana, ili mwanamke umpe good impression na kuona yes huyu jamaa anafaa kudate mimi, huyu jamaa anafaa kuwa pamoja na mimi, kuna vitu ambavyo inabidi uzingatie. Kuna vitu ambavyo inabidi ufanye, of course, si ndio? Sasa kwenye hii video nataka nikufundishe hivyo vitu ambavyo unapaswa kufanya as a man ukiwa kwenye date na demo, ili uweke good impression na mwanamke akubali. Sasa kama ni request yako unataka mzigo, unaweza kupitia hizi tu unaweza kupata. Kama unataka relationship pia kupitia hizi tu unaweza kupata. So nisipoteze muda wako mwingi ambao ni very valuable, niende straight kwenye point. Okay, sasa point number 1 ni kwamba chagua mahala sahihi. Of course, mimi napenda kushauri sana watu ambao wanakuja kwa kuomba ushauri either personal au wapi. Ni kwamba always chagua sehemu ambako umeshafanyia utafiti. Chagua sehemu ambapo unapajua, of course. Kama wewe ni mtu wa town, uwe ni mtu ambaye unazurura, unacheki zile sehemu interesting, either ni beach au ziwa au kuna hot springs au kuna hotels au kuna restaurant au kuna sehemu tu kuna ka view fulani labda kwenye mlima au kwenye nini, au kuna sehemu wana bowling, wanacheza ile michezo ya kushoot vitu, kuna michezo fulani ambayo ni fun, ni interesting, ni engaging, si ndio? Ukishajua hizo sehemu, umefanya research, umefanya utafiti, ushajua hizo sehemu, hiyo ni moja. Pili, inabidi ujue bei na budget zao ambazo utatumia, ndio. Kwa mfano labda demo anatoka distance X kwenda Y, labda kuna atakunywa, kuna drinks, labda kuna msosi, unacheki na bei zako pale, ili iwe inakurahisishia wewe kujipanga, of course, kifedha pia na kiakili, na pia kuimpress, sababu inabidi umpeleke demo sehemu ambako ata-enjoy experience, ata-enjoy kuwa na wewe, na pia hiyo sehemu ambayo ina makelele kama club au watu si wengi kama sehemu labda market au ile hotel na watu wengi au ka restaurant cha mtaani. Of course, inabidi iwe sehemu ambayo kidogo kuna time ambayo mnaweza mka-interact, au pia demo ataogopa kwamba watu watakuwa wanamwangalia au hata kusikia vizuri, ambapo so experience nzuri ambapo inakuwa suggested na watu kama sisi, of course. Make sure kwamba budget yako iko sahihi, kwa sije kafika sehemu demo mebaya au amechukua vitu umeshindwa kupay. Hey, unaweza kanikopesha 10,000 yako? No, isije kafikia hiyo situation kwa ukatuaibisha, ukatuangusha. Umeona? There's so much to this. Twende point number 2. Okay, sasa point number 2 ni kwamba vaa vizuri, nukia vizuri. Of course, ndio sijasema vaa vizuri kwamba uvae kama a fashion designer, una manguo makali, t-shirt kali, sijui masuruali mapana manini. Hapana, vaa casual, vaa kama mtu ambaye anataka kukutana na mwanae, lakini vaa in a good way, t-shirt, jeans, from 6 kama hizi. Of course, lazima uvae nguo ambazo kidogo zinaonekana classic, nguo ambazo zinaonekana presence kidogo, lakini usitry too hard, usivae kupitiliza, kuvaa kupendeza kupitiliza. Ile ina signal kwa mwanamke kwamba uko pale kumimpress, ndio. Tuseme kwamba labda kama kipindi kile ambapo mko shule ya msingi, mgeni rasmi akija, wote mnaambiwa muoge ili mumimpress mgeni rasmi, mumfurahishe sana. Wewe usifanye hivyo. Demo akishajua hivyo, anaona kama wewe mwanaume una operate kwenye position ya weakness, una operate kwenye position ya kwamba hujiamini, kwa unataka kuimpress. Hapana, inabidi uvae dress code ambayo ina suggest kwamba uko casual. T-shirts na jeans nafikiri ni bottom line. T-shirts na jeans ambazo ni kali, ni nzuri, ni high quality, nukia vizuri bro. Harufu ni very powerful. Imagine hiyo harufu ambayo hiyo demo ataipick kutoka kwako, akikutana tena na mtu mwingine, memory ambayo atakuwa nayo kuhusiana na hiyo harufu lazima atakuwa ni wewe hapo, of course. Always make sure una smell good, kwa sababu inamrahisishia dem ku associate na wewe. Na pia kama you look shabby, umekaa rough na nini, umekaa hovyo, una fix hicho kitu pia, kwamba unakuwa na good presentation. Dem ukikuona asema yes, at least jamaa anafaa ni date, ndio. Nukia good, dress good, dress casual, force kuvaa majeje au vitu ambavyo have make sense.
Okay, sasa point number 3 ni kwamba usiongee sana na wala usijieleze sana. Mpe nafasi ajieleze. Of course, kwa sababu always mtu ambaye anaongea sana huaga ni mtu ambaye hajiamini, ni insecure, hana confidence. Yani sijui nisemeje, mademu anachukia sana watu wa aina hii ambao ndo labda uko date, wewe ndo unapaparuka, unaongea sana maneno mengi, unajieleza, unajidadavua, unafanya all that much. Wanachukia sana. Sasa a good trick ambayo mimi natumiaga ni kwamba always kuwa outer directed. Hakuna mwanadamu asiyependa kujiongelea. Kwa always kuwa unauliza maswali, lakini usio unauliza maswali direct kama kwenu mko wangapi. Hapana. Unauliza maswali kwa njia ya maelezo, ndio. Kama unataka kumuuliza dem kwenu mko wangapi, unaweza kaanzia tukawa creative, kama mbunifu, na hii skill ni very important. Kumwambia tu kwa mfano labda umekaa kama mtoto wa mwisho kwenu. Serious, mama mtoto wa mwisho kwenu unadeka sana. Kama mna bana miso wa mwisho kwani kwenu mko wangapi? Umeona? You see, hiyo ni njia rahisi mno. Kwa hapo dem ndo anakuwa anaanza kujidadavua, mimi ni wa mwisho na dada yangu na nini. Lakini ungekuwa unamuuliza kwenu mko wangapi, of course it's boring, si ndio? Kuna maswali ambayo ni open ended. Sasa pale ameshasema yeye kwa wangapi, sema siko tuko tu wawili. Unampa tena uwanja na yeye kujielezea. Always focus kwake, mpe ajielezee, mpe uwanja ajitanue. Akishakuwa tu comfortable, mpe uwanja ajitanue, mpe uwanja ajielezee yeye ni nani na akwambie kwa nini yuko na wewe hapo. Of course, always focus na dem. Mwache yeye ajielezee, mwache yeye afanye all the talking. Bro, sijui niseme nini. Mwanaume as mwanaume hauhitaji kuongea sana, wewe ongea na actions, si ndio? Always avoid hiyo mtego wa kufika pale na wewe ndio unaongoza mazungumzo. Hapana, mwache, mpe nafasi basi akae jiongelee. Okay, sasa point number 4 ni kwamba zingatia muda na topic za mazungumzo. Of course, sasa nini namaanisha nini kwenye hii statement? Statement nyingine ni kwamba usio ni mtu ambaye wewe ndio unawahi unafika wa kwanza afu unakaa pale unamsubiria demo aje. Hapana. Hiyo si sahihi. As a man, jifikirewe kama mtu ambaye ni powerful, mtu ambaye yuko juu yake, of course, au mgeni rasmi. Mgeni rasmi huwa atangulii kwenye sherehe, eti ndo asubirie watu waje. Hapana. Yeye anasubiria watu wafike pale, afu time yake itafika na yeye afike. Kwa always, unless labda kama mnaenda wote wawili, lakini otherwise muache demo atangulia afike pale. Mara nyingi waga wanachelewaga wao. Utakuta demo amechelewa dakika 40 nzima, saa mawili. It happens. Of course inatokea. Kama ushai kuinteract na mademo hawazingatii muda hata kidogo. Kwa na wewe usiharakishe, usiwahi, usiona papara, usikurupuke, hapana, kuwa calm, composed, kuwa kuwa reserved, take your time. Ukifika pale, explore the area, angalia sehemu wapi kuna vitu fulani interesting, angalia bathrooms, jua chooni ni wapi. Yani kuwa ni mtu ambaye ni curious instead ya wewe kwenda kufika pale na let's say unafika pale wa kwanza afu umekaa kwenye simu yako unatumia simu. Wewe umefika wapi? Hadi waiters wanakaa na kushangaa huyu jamaa anafanya nini hapa. Kwa always dem ndo akusubiri, au unless unawahi unafika unakaa sehemu unajiset unakaa fresh, unakuwa unamuona akiana jinsi anakuja. Akifika unamsubiria labda 5 au 10 minutes. Hey, sorry kama sijafika hapo, soon nitafika hapo, nipe kama dakika 10. Umeona? You una operate from a position of power, kwamba huyu mtu kweli ni mgeni rasmi, huyu mtu yuko juu yangu. Muona muda ambao amefika kwenye event ambao ni muhimu. Wanaume wengi wanawahi kufika eneo la tukio, afu wao ndo wanasubiria madem. Usifanye hilo kosa hata kidogo. Always fika mapema. Sasa na topic za kudiscuss ukiwa na dem, mkiwa kwenye date. Sisemei zile topics ambazo sijui ni politics au ni siasa, sijui ni mpira, sijui nini. Hapana. Topic iwe yeye. Umeona? Uko pale kwa sababu yake. Kwa topic iwe yeye, topic isiwe wewe au mpira. Hapana. Unless labda ya mazungumzo kidogo anataka kuelekea huko, lakini always rudi kwake. You are interesting. Yue mtambue, mchimbe, ili kesho na kesho kutwa unakuwa unaenda unamfanyia vitu ambavyo unajua huyu anapenda. Sasa as usual, as always, nishasema usifike mapema na pia topic iwe yeye. Okay, sasa mwishoni kabisa nataka niongelee gharama na vitu vingine vidogo ambavyo havita fit kwenye hii video. Sitakiwe ndefu sana ikuboy, of course.
Sasa gharama zikoje? Gharama ni gharama always kuwa na gharama. Tafuta sehemu ambazo sina gharama ndogo as possible. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu demu ambaye, hii ni measure, ni kama kipimo ya kwamba huyo mwanamke kweli anakubali wewe au anakubali hiyo experience. Of course, let's say kwa mfano demu umemtoa labda Buza afu unampeleka hotel kama Serena Hotel, hawezi akakataa hata siku moja, si ndio? Kwa inabidi uchague a date. Umeshapokea namba pale, umemtumia text, hey, weekend nitakuwa free, naenda sehemu fulani, join me, si ndio? Akikubali, umemwambia Serena Hotel, demu hawezi akakataa of course. Lakini kama umemwambia sehemu ambayo ni fun, ambayo mtakuwa hapo wawili labda, au ambayo labda ni movie date, au ni hiking, umeenda kupanda mlima, au umeenda kupiga matembezi sehemu kuna nature, umeenda kutembelea labda zoo, yani sehemu ambayo sio expensive, ambayo itaonyesha kama unataka kuimpress, unataka kuonyesha kweli una hela. Hapana, simple sana, kwa sababu dates nyingi, mahusiano mengi yanadumu ni yale ambayo yana happen kwenye dates ambazo ni cheap as kumpeleka dem na nili labda beach tu, yes, yani beach tu, mkafika mkalonga na vijuice na cakes afu mkarudi home, au sehemu ambazo ni simple sana. Kwa sababu nasema hivi kwa sababu hii ina operate from a position ya kwamba you don't care, au hujampa thamani ya kubwa sana, kwa sababu ukimpa mwanamke thamani ya juu sana anakudharau, anakuona wewe fala. Kwa always cost iwe chini as possible. Hii ni nzuri kwa mfuko wako pia, na ni nzuri kujua kwamba wewe mwanamke kweli yuko na nia gani na wewe. Hasa kingine ni kwamba muobserve yeye jinsi alivyokuja. Je, amekuja amevaa hovyo? Kama amevaa hovyo, nia yake waga sio kuimpress, kwa hiyo si mwanamke sahihi kwako. Sababu wanawake wote wanavaa kuimpress, wanavaa kuvutia wanaume. Kama ni sehemu ambayo alipaswa kuja kuvutia wewe, si ndio afu akaja amevaa hovyo, what does it mean? Inamaanisha kwamba huyo mtu yuko serious na hayuko devoted. Hajapendezwa sana kuja kukaa hapo na wewe na kuongea. Of course, kama cost ni ndogo, akaja amevaa tu at least casual, amevaa casual kawaida, au amevaa vizuri kupitiliza, hiyo inaonyesha kweli amekuja kuimpress, amekuja kweli kukuvutia. Kwa hiyo it's a good thing, si ndio? Sasa na kingine ambacho nataka nimalizie ni physical touch. Usifike pale tumekaa kwenye date na mtu mkali afu eti ukawa sijui nisemeje, yani ukawa umefika pale afu mmeanza paka mmemaliza, haujamshika hata mkono, hujamchezea vishavu, hujavivuta vishavu, hujavuta sikio, hujamkumbatia. Kweli, yani hizo zote zinatengeneza chemistry, inaitwa sexual chemistry. Unamtikisa kidogo, mwanamke anajua yes, jamaa kweli ana mean business, anamaanisha kwamba yuko tayari, yani muda wote chochote kitokee. Lakini ukifika pale kama msabato eti umejikunyata kwenye kona, okay basi, so nini, hiyo sio kitu kizuri. Always nasisitiza, hata kuna watu na wageni wafundisha ni kwamba as long as una interact na mwanamke, always make sure kwamba ile siku mmekutana, ile time na unafika pale hivi unaanza kuongea pale unamwambia hey mambo, unamkumbatia, you go for a hug, utashangaa mwenyewe naye ana open. Hiyo tayari ni umeshaanza hapo ndo mmekutana sana. Ile hey mambo, unamkumbatia, wow you smell good, hapo unamsifia, unanukia vizuri kinoma, hapo na unanukia fresh, umempa time kunusa na wewe. Of course baadaye unamshika mgongo kidogo, kuna kashimo, unamsogeza, unamwambia hey angalia kuna kashimo hapo, hata kama anaona haijalishi, basi tu unatafuta kisingizio cha kumshika. Shika mkono sometimes, unamwambia hebu kidole, mbona hizi kucha unakula kucha? Of course, yani hivi touches mimi na eshie kwa jamaa, yes, ni confidence, anajiamini, afu pia anajua anachofanya. Na kingine, point nyingine ya ndogo ya mwisho ni kwamba uwe na good mood. Usifike pale wewe ni mtu umekaa tu kimi boring. Bwana, hakuna tupa vijokes hapa na pale, mtoto afurahi acheke, si ndio? Kuwa na vijokes bana, yani uko ni mtu ambaye usitanie sana. Ukitania sana ukawa
unaboa, yani unakuwa ni mtu ambaye demo akakuchukulia serious of course. Lakini ukiwa ni mtu serious afu occasionally you're fun, unatupa jokes hapa na pale, unamtania hapa na pale, mwanamke anafurahi kweli, anaenjoy, anasema nenda anadisia marafiki zake kwamba yes, mkutana na demo ni very interesting. Kwa hizo ndo etiquettes, hizo ndo ile preliminaries, vitu ambavyo inabidi uzingatie, foundation, msingi. As usual, it's your coach Joram. Peace and stay okay.